kwa takriban ekari 400, lakini zinazoendelezwa kama mnavyoona ni ekari 125 ambazo tunacholenga ni kwamba tunawapa vijana ardhi. Sisi tunasema vijana hawana changamoto ya kumiliki ardhi. Changamoto kubwa ya vijana ni kupata nafasi ya kutumia ardhi, access to land. Hiyo ndio shida. Kwa hiyo sasa hivi sisi kupitia mradi huu ambao tumeweka miundombinu msingi ya kuwezesha uzalishaji, tunampa kijana eneo la kuzalishia lenye miundombinu ya msingi. Kama unavyoona tumechimba visima viko 4, tuna mabwawa sasa hivi kwa eneo hili yako 2, tunaendelea kujenga lingine, na tumejaza maji. Yale maji yanarudi shambani, ndio yanayomwagilia mazao haya unayoyaona. Kijana anapewa kuanzia ekari 1 mpaka ekari 3, na tunampa haki ya kutumia eneo hilo kwa kipindi cha miaka 3. Lengo letu ni kwamba katika hicho kipindi cha miaka 3 azalishe, auze, atengeneze fedha, anunue ardhi yake, alafu ajimilikishe hiyo ardhi yake mwenyewe. Lakini hii eneo linabaki kama ni eneo la kuwatamia vijana. Watatoka baada ya miaka 3, tutaleta tena vijana wengine. Huu mradi unalenga kufikia vijana 200, lakini watakao ajiri vijana zaidi ya 1200, kwa sababu kwa wastani ekari 1 inahitaji vijana 6. Kwa hiyo tukiwa na ekari 200 zitakazokuwa zimelimwa zote, maana yake tutakuwa na zaidi ya vijana 1200 ambao wameajiriwa kupitia utaratibu huu. Masuala ya majanga kama maswali yalivyojitokeza hapa, yale ni majanga ya kawaida ambayo sehemu yoyote yanatokea. Kwenye upande wa kilimo, kwa sababu tuna wataalamu wetu wa kilimo na tuna viongozi wetu kuanzia kwenye vitongoji. Wewe ukishakuwa umelima ama umekopa mkopo, umekuja umeingia shambani, kila hatua jitahidi umshirikishe mtaalamu wako. Kilimo kinavyokwenda kama kinabadilika, unaona hapa sasa sitavuna, mtaalamu wako ndo shahidi wa kwanza kwamba nilikuwa naendelea kumshauri, lakini majanga yaliyojitokeza ndio yamemsababishia hiki. Tulizoea kijijini kwetu kulima kwa mazoea kwa kutegemea hali ya hewa ya msimu, lakini wamekuja kutuonyesha ubora wa ulimaji na manufaa ya kufunga vifaa vya kisasa kwenye ulimaji. Ina maana tulikuwa tukilima kwa mazoea na tulikuwa tunaingiza hasara kubwa na kulaumu kuwa kilimo si mali. Ninachowasihi vijana pamoja na wananchi wa hapa Lubungo wajitokeze kuchangamkia hii fursa ya mradi huu, kwa sababu si kwa faida ya hawa waliotuletea mradi, bali ni kwa faida yetu sisi. Lengo kubwa tujikwamue na umaskini, tuondokane na ukame, tuishi katika kilimo cha utendawazi kama huu. Kwa kweli tutainuka kutokana na maisha tunayoishi hapa Lubungo B. Ukweli ni ya ukame, vijana hawapendi kujishughulisha, lakini kupitia mradi huu nina imani kabisa kuanzia vijana hadi wazee tutainuka kupitia huu mradi. Tunashukuru mradi huu uliokuja kwetu sisi hapa. Tunashukuru kwa sababu sisi yani utatufanya yani tutoke kimaisha, kwa sababu yani umaskini utaisha hapa kwenye mradi huu hapa. Kwa hiyo tunashukuru sana. Mradi huu hapa yani tofauti na kama sisi yani mradi huu yani tumepewa nafasi kubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mradi sisi tumepewa, unaweza kaenda ukakopa mkopo kule na ukaja ukaendelezea kwenye kilimo, tofauti na kutoa hela kwa mfukoni ili uende ukaweke kwenye kilimo. Kutokana na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunalima kwa kutegemea mvua ya Mwenyezi Mungu, ila sasa hivi tunalima wakati wote kama hivi mnavyoona. Maana hakuna mvua lakini tunanufaika. Kwa tunashukuru sana, lakini kutokana na hali yetu ya wakulima huku tupo kipato cha chini, tulikuwa tunaomba halmashauri kutupa nguvu sisi kama vijana kuendeleza hii miradi ili tuweze kunufaika zaidi, kujikwamua kimaisha, kusomesha watoto ili nao wapate kujitambua.